Na mimi bahati nzuri nilipokuwa nimekaa pale nilikuwa najiuliza nani huwa anapima mtu kuwa ni mkweli na mwenye integrity? Ni nani? Hii darubini inayotumia kupima mtu na kuhitimisha huyu ni msafi. Maana yake ni dhahiri kwamba kama macho ya wengi yanasema Mzee Sarungi ni msafi, macho yale yako pia ya aina mbili. Yanaweza kuwa yenyewe ni masafi au yenyewe pia kuwa yana warakini, lakini amemthibitishia kwamba huyu ni msafi zaidi. Mama Sarungi nilimkuta namwambia kiongozi mmoja, yeye hakuniona. Akamwambia, mzee, tangu naumwa, tangu muda wote hujawahi kufika hapa, lakini leo hii ndio nakuona hapa. Sasa ukiangalia ni jambo linaloumiza, lakini tukija hapa tukawa na maneno mazuri kwa maisha ya miaka karibu 90 aliyopewa, halafu kwa urafiki na kwa undugu, na hata pale nyumbani hujawahi hata kutembeleana naye wakati wa miaka 3.5 akiwa kwenye wheelchairs. Maana yake leo tunachoweza kukizungumza kinaweza kuwa ni kizuri sana au kinaweza kuwa ni batili kidogo, kwa sababu hasikii tena aliyoyafanya mambo mengi. Lakini akanitibu, mnaniona nimesimama, sina tatizo lolote. Naomba tumshangilie. Kwa hiyo mimi nazungumza kwa niaba ya wagonjwa. Manake tumekuja hapa kumcelebrate first and foremost, huyu ni daktari wa binadamu. Kwa hiyo ndio inamdefine, na naamini kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu atakuwa hiyo kazi ameitimiza kabisa kwa uwezo wake. Sasa mwanasiasa, na mimi eti nikajikuta ndio hivyo, harakati za chuo kikuu tunaanzisha baraza la kina mama. Sasa tunalianzishaje? Uwezekano wa kutoa UWT sema kuwezekana, kwa hiyo inabidi tuanze upya, tuunde baraza huru. Tunaliundaje? Ikabidi lazima tuende kwenye wilaya zote. Profesa Sarungi wakati huo ni waziri wa elimu na utamaduni. Kwa hiyo akasema kwanza hiki kitu ni muhimu sana, elimu iende vijijini. Kwa hiyo kwa mkono wake akaandika barua akiruhusu kwamba walimu wa shule za msingi Tanzania nzima wapewe semina ya haki za wanawake, na ndiyo sababu ya lile baraza kuwa limeenea kwa kasi, niseme mwendo wa kasi tunavyosema siku hizi. Kwa hiyo huyo ndiye Profesa Sarungi, mwanasiasa. Mimi namuona kama kwa maisha yangu ya misukosuko ninajua watu original. Naomba tupige makofi. Kwa hiyo huyu ni mtu original. Kwa hiyo unapopata shida hakimbii wala hahukumu, anakuja kuuliza kulikoni, nini imetokea. Yaliponikuta ya escrow, alikuwa watu wanatukana, yeye ananifuatilia huko nilikokimbilia nyumbani kwetu. Ana imekuaje? Imekwendaje? Usiogope. Kama hujafanya kosa utasimama tu. Huyo ndiye mtu tunayemcelebrate leo. This is a man of integrity. Na ndio maana niliposikia tetesi kwamba anaumwa, Veronica, unajua kwamba naomba mniruhusu nije kumwona profesa, kwa sababu nasikia kwamba anafanya nini, anaumwa. Na mama, nilikuta na wewe ulikuwa naumwa, lakini profesa tuliona hivyo vitabu ulivyokuwa nazungumzia, alinipa vitabu viwili, kimoja cha historia na kingine kinaitwa Sarungi ni nani. Muda ni mfupi, nisiwachoshe. Mimi niseme kwamba huyu Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Mama, pole sana. Alisema nimwite Veronica jina lake. Akasema watu wote wa nchi hii, wengine wanamuita Mama Maria, wengine wanamuita nani, wengine wote wanamuita Mama Sarungi. Lakini yeye anasema yeye ni Veronica, kama nakumbuka sawa sawa. Sasa kwa vile mama uliniambia nikuite Veronica, naomba nifanye hivyo. Veronica, mama yangu, mama yetu na wanao,
ambao wako hapa, Veronica mwenzako, na hao ambao kwa sababu mbalimbali hawako hapa, naomba mniruhusu niwape pole sana kwa kuondokewa na baba, kwa kuondokewa na Profesa Sarungi. Na kwa wale wote ambao walikuwa wanafunzi wake, na wale wote waliokuwa wafanyakazi wake wenzake, na wazee wenzake, na wategi wenzake, naomba niruhusu niwape pole sana. Tumekuja kusherehekea maisha yake. Nafikiri ni sahihi kusema kwamba Profesa Philemon Sarungi amevipigana vita vyake vizuri. Nafikiri ni sahihi kusema mwendo wake ameutembea vizuri. Nafikiri ni sahihi kusema imani yake kwa wananchi wake na kwa nchi yake ameilinda. Mimi ambaye sijawahi kuwa mwanafunzi wake wa mifupa nafahamu mambo mengi sana juu ya mifupa. Kwa ninafahamu umuhimu wa kazi aliyoisomea, umuhimu wa kazi aliyoifundisha, umuhimu wa kazi ya kutibu mifupa aliyoifanya kwa umahiri mkubwa sana. Na mimi na utaalamu huo kidogo. Kwa tuko hapa kusherehekea maisha ya huyu Mtanzania wa kipekee kabisa. Kuna nini la kusema zaidi? Kuna nini la kusema zaidi? Nafikiri uwepo wa watu wa aina hii katika dunia hii unafanya maisha ya dunia hii kuwa mazuri sana. Uwepo wa watu wa aina ya Sarungi unatuwezesha kuwa na imani kwamba bado inawezekana kutengeneza nchi na kutengeneza jamii iliyo bora zaidi. Wanafikiri ni vema na ni haki tumshukuru Mungu kwa maisha ya Profesa Philemon Michael Sarungi. Jana nyumbani kwake nilikutana na Rais Jakaya Kikwete. Mheshimiwa Rais akasema katika ubishani mwingi sana aliokuwa anafanya na Profesa Sarungi ulikuwa ni wa Simba na Yanga. Akasema kwenye hilo hawakuwahi kukubaliana. Na mimi ni Yanga, sasa sitaki kusema sikuwahi kukubaliana na Profesa Sarungi. Naomba tumuombe Profesa Sarungi huko aliko awe na mapumziko ya amani ya milele. Amen. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Tundu Lissu.